Nimeamka zangu asubuhi, nikakaa ndani mpaka saa 4 saa 5 hivi. Basi bwana, nikasema ngoja nikatafute chochote kitu dukani bwana. Halo, nilipotoka nje, maduka yote yamefungwa. Kama unavyoona, huku ni Uswahilini, maduka yamefungwa kabisa. Watu wakiwa na hofu ya vurugu kutokea. Lakini leo siku ya uhuru, ni siku tulivu, hakuna vurugu. Lakini biashara kama hivyo zimefungwa kabisa. Kwa maana yake kama haujanunua chakula ukaweka ndani, basi unaweza kufa na njaa. Hali ni tulivu kabisa. Kama ilivyozoeleka, Dar es Salaam ni jiji ambalo limejaa mishemishe. Watu huamka asubuhi na kwenda kwenye harakati zao. Lakini leo 9 Disemba, maduka yote yamefungwa. Aidha ni kwa sababu watu wanahofia kutokea kwa vurugu za maandamano. Lakini nchi ni tulivu, watu wapo, lakini ni wachache sana. Wengine wanatafuta maji, wengine wanapita tu. Lakini kiuhalisia ni kwamba biashara zimefungwa. Basi bwana, nilipofika mitaa sokoni, bahati nzuri kumefunguliwa bwana. Hatimaye nikafika kwa mwamba mmoja hivi. Yeye anafanya biashara ya matunda. Tukapata kuzungumza naye. Ndugu yangu, inakuaje? Safi, mambo vipi? Poa. Kama kawa. Karibu. Asante. Leo ni siku ya tarehe 9 Disemba, siku ambayo imekuwa na tishio kubwa la maandamano. Lakini naona hali ya amani ni tulivu kabisa. Lakini nashangaa, nimepita maeneo kadhaa sioni watu wakifanya biashara. Kwako imekuwa tofauti kidogo na umefungua. Vipi kwako? Hii ikoje? Cha kwanza kabisa nimshukuru Mungu sababu yeye ndio anatupa pumzi, na ikiwa nimeamka salama, kwa hiyo nashukuru Mungu. Na pia naamini kwamba si kila Mtanzania anaweza kuwa amejitosheleza, na ndio maana mimi nimeweza kuamka na kufungua na kufanya biashara. Kwa kutokana na kuwa wengine hata biashara tunazozifanya ni biashara zinazooza. Kama unavyoona hivi, mfano kuna maembe, na naona kuna japo ndizi labda kuisha. Kuna baadhi ya bidhaa zinaoza, kwa hiyo ni lazima ikiwa pia tunasherehekea siku ya uhuru kama muasisi wetu Julius Kambarage Nyerere alivyoweza kupambana na kupata uhuru. Pia na sisi tunatakiwa tupambane, kwa sababu nguvu aliyoitumia si nguvu ndogo, mpaka taifa limekaa kwenye miaka takriban 60 na kitu ikiwa ni utulivu na amani. Si jambo dogo. Kwa hiyo bado sisi tunamuunga mkono baba wa taifa, ikiwa kama wapambanaji, kama vile alivyopambania kama siku ya leo na hatimaye tukapata uhuru. Lakini watu wengi sana wamefunga biashara. Hii kwako ikoje? Ama kutokana na lile agizo la serikali kwamba watu watulie majumbani? Ni kweli ndugu mtangazaji, kama unavyosema ni kweli. Hali si shwari. Watu wengi wana hofu kwenye mioyo yao. Wana hofu kwa sababu hii vuguvugu ilokuwepo ya kutokuwa hali shwari inawafanya wengi sana wakose amani na kuwa na hofu na biashara zao, kwamba huenda mtu anaweza akafungua kwa namna moja ama nyingine akapata hasara, kama ilivyopita tarehe 29 zilizopita. Kuna watu walifungua, matokeo yake waliweza kupata hasara, na wengine walipotea, na wengine walipoteza maisha. Hivyo wengi wanakuwa na wasiwasi kama hivyo, kwamba huenda tukifungua yanaweza yakatokea kama yale yaliyopita. Kwa hiyo wanajaribu kujipa tahadhari kabla hayajawatokea bila shaka. Okay, sawa, nakushukuru sana. Shukrani na karibu tena. Asante. Basi na mimi sikuchoka, nikaendelea kwenda mbele kuangalia labda kuna sehemu kwingine labda wamefungua. Lakini maajabu ni kwamba maeneo mengi yamefungwa. Basi nikaingia sokoni, soko moja hivi kwa hapa mjini. Nikutana na mama yangu hapa, ni mfanya biashara.
na yeye tukaongea naye. Mama, shikamoo. Marhaba za saizi. Salama. Watu wengi leo hawajafungua biashara, lakini kwako kidogo imekuwa tofauti. Vipi hali ya biashara leo tarehe 9 Disemba ikoje? Hali ya biashara ya leo ni ngumu sana. Hamna wateja, wateja walijipanga. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba watu wameweka stoko zao ndani kuhakikisha kwamba leo tarehe 9 hawatoki? Ndiyo, wameweka stoko ndani. Lakini pia nimeona watu wengi sana leo hawajafungua. Mtazamo wako ukoje? Mtazamo wangu huko kutokana walivyokuwa nasema maandamano yatakuwepo. Wengi tumeogopa, lakini tumejitosha hivyo kutokana na hali yetu ya umaskini. Utoke ndio ule. Hatimaye tukafika kwa mzee wetu hapa. Yeye anafanya biashara ya mboga mboga. Na yeye tukapata kuzungumza naye. Mzee, shikamoo. Alo 500. Naojiwa nimesha yawezi. Yachi ndio hayo nimefunga huko. Hali ya biashara kama hivi ndio hivyo kidogo kidogo. Lakini leo watu wengi hawajafungua biashara. Watu wengi hawajafungua, wamekimbia wengi tu. Tofauti na kipindi kile cha uchaguzi, lakini jana watu walijiandaa mno. Unafikiri ni kwa nini watu hawakufungua? Watu wamejiandaa mno, unamaanisha kwamba watu wameweka biashara. Lazima bwana kunguru moga lazima uepushe mbawa zake. Neno likitamkwa na serikali basi itabidi mzingatie. Sisi wa Tanzania ni wakarimu tofauti na nchi za wenzetu. Kwa hiyo bwana lazima tuzingatie yale maamuzi ya serikali. Wakati kwa viongozi wa juu wanaongea bwana jamani kesho kila mtu apumzike. Kwa hiyo lazima upumzike. Uweze kuipinga serikali wakati wameshaongea. Basi bana, nikafika mitaa ya Kinondoni. Nikasema nione hali ilivyo. Kweupe kabisa. Watu wanapita lakini ni mmoja mmoja sana. Mitaa imetulia, watu wapo wachache mno. Hali ya amani ikiwa imetawala, hausikii jambo lolote baya. Basi nikasema ngoja nipate maoni ya watu wa Kinondoni. Inakuaje bwana? Safi kiongozi, kwema? Fresh kabisa. Ya, leo kumetulia sana na nataka kukupata hapa wewe upate yako. Hali hapa ni kama unavyoiona kiongozi, kumetulia, vijana wametii wito kama uongozi ulivyosema. Sio nyendo tumekuja kula kama hivi turudi nyumbani tulale, kwa sababu leo sikukuu tupumzike kama tulivyoamrishwa. Ndivyo. Watu wametii wito kama serikali ilivyosema. Leo sikukuu tupumzike, vijana wamepumzika. Basi sawa, shukuru sana. Shukrani kiongozi. Nikafika mitaa fulani hivi, nione angalau labda kama kuna duka limefunguliwa. Lakini hakuna duka. Barabara nyeupe, hakuna mtu anapita. Ama kweli Watanzania ni watulivu. Watanzania wanapenda amani.